jamani zaidi. Mwenyezi Mungu akubariki. Amin. Katika ukumbi wetu huu tukiwa na victims wetu, waathirika wetu wa matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambayo yanaendelea kutokea kwa upande wetu Zanzibar. Sote ni mashahidi, tumekuwa tukiyaona masuala mbalimbali ya ukiukwaji ambayo ni udhalilishaji, masuala ya kinyama ambayo yapo kinyume na katiba pamoja na sheria zetu ambazo wanafanyiwa watu wetu. Kiufupi tu nataka nieleze kwa ufupi yale ambayo yameendelea kutokea kabla sijampisha mwenyekiti akazungumza yale ambayo kwa upande wake. Jambo la kwanza, tumelishuhudia wazi kwamba kuna watu ambao wanakamatwa, lakini wanakamatwa nje na taratibu za kisheria. Wanakamatwa mtu, jeshi la polisi wakishakumuona wanamkamata, lakini wanampiga, wanamtesa, wanamdhalilisha. Na tunafahamu sote taratibu za kisheria zikoje. Unapomuona mshtakiwa yoyote ambao umemkamata mtuhumiwa, hutakiwi kumpiga wala kumtesa, unatakiwa umchukue na umpeleke katika vyombo vya kisheria. Baadaye huko ndipo ambako kitatoa maamuzi na taratibu za kisheria. Lakini swala jingine ambalo tumekuwa tukilishuhudia likitokea, kumekuwa na upigaji wa mabomu. Tunajua kwamba lengo la kupigwa mabomu, jeshi la polisi wanatakiwa wapige mabomu kwa lengo la kuwasambaza watu ambao walikuwa katika eneo. Lakini kwa bahati mbaya sana tumeona kwamba mabomu yanapigwa mpaka kwenye nyumba za watu. Ushahidi tumeuona. Tumeenda maeneo ya Pwani Mchangani, kuna nyumba ambazo zimepigwa mabomu kwenye madirisha. Vitu vingi sana vimeharibika, nguo za ndani zimeungua, kila kitu vimeungua. Kwa hiyo tunaona kwamba masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu yamekuwa yakishamiri sana kwa upande wa Zanzibar. Na hasa katika kipindi hichi, jeshi la polisi wameshindwa kufanya kazi zao kwa mujibu wa taratibu na sheria kama vile ambavyo zinavyoongoza za nchi yetu. Lakini kuna neno jingine tumekuwa tukilishuhudia, suala la kupiga watu risasi. Kuna watu wamepigwa risasi. Mpaka sasa hivi tuko hapa tunazungumza, watu kadhaa wameshauawa. Hivi sasa nimepokea taarifa nyingine, kuna kijana mwingine amefariki, amepigwa maeneo ya Garagara, amepigwa magongo vibaya sana toka juzi na sasa hivi ameshaaga dunia. Kwa hiyo jeshi la polisi wanatumia nguvu kubwa sana katika kuadhibu raia na kushindwa kufuata zile taratibu za kisheria ambazo kama wao wanastahili wazifuate. Kuna tukio jingine, masuala ya udhalilishaji wa wanawake. Tumeona dunia sasa hivi imesimama na kuona umuhimu na haki za mwanamke. Lakini kwa bahati mbaya sana kwetu Zanzibar, jeshi la polisi wameshindwa kuthamini haki na thamani ya mwanamke. Wanawake, anakuta mwanamke amekaa, anaanza kumfanyia vitendo vya udhalilishaji kabisa ambavyo viko kabisa kinyume na taratibu zetu za kisheria kama vile ambavyo tunavyozifahamu. Nalo hili pia tumeona lilikuwa likiendelea katika kipindi hichi. Lakini kuna suala jingine, kuna watu ambao hawana hatia, wako majumbani mwao wametulia. Jeshi la polisi linakwenda huko majumbani, linaanza kuvunja milango ya ndani ya nyumba za watu, wanaanza kuharibu nyumba za watu, kuna kila kitu. Lakini na baya zaidi, suala la wizi limeshamiri. Hatujaona taratibu gani ya kisheria inayomtaka jeshi la polisi kumuona mtuhumiwa pahala na kuanza kwenda kumwibia vitu vyake. Wamekuwa mara wanapomkamata mtu wanaiba simu, wanaiba pesa, wanaiba kila kitu ambacho mtu alichokuwa nacho wanakichukua. Hili suala kwa kweli ni suala baya sana na limekuwa lina athari kubwa kwa sisi Zanzibari. Na mwisho kabisa, tumeona haya yote ambayo yanatokea ni dhahiri yanafanywa na jeshi la polisi wakishirikiana na vikosi vya SMZ. Hivi sasa vikosi vya SMZ ndio vimekuwa vinafanya kazi na jukumu kubwa la jeshi la polisi. Kila tunapokwenda tunakuta vikosi vya SMZ wameingia katika magari, wamefunika nyuso zao. Tunajiuliza, kama wewe kweli umeamua kulinda amani na kama wewe kweli unaamua kusimamia haki za wananchi, kuna umuhimu gani wa kujiziba uso wako? Bado tunakuwa tunashindwa kupata majibu. Lakini baya zaidi, katika gari lile wale wanatumia gari za SMZ, gari za serikali. Lakini na vile vile wale wanakuwa wanaongozwa na jeshi la polisi. Kila gari ya vikosi ambayo unaiona inatembea huko, unakuta ndani yake kuna vikosi vya SMZ, unakuta jeshi la polisi wamo ndani. Yaani hii inadhihirisha dhahiri kwamba vikosi vya SMZ na jeshi la polisi wameamua kwa dhati kabisa kuona namna gani wanawadhalilisha Wanazanzibari, kuona namna gani wanawatesa Wazanzibari, kuona namna gani wanawafanya Wazanzibari kuishi maisha ambayo kama wapo katika nchi ambayo wameazima hawapo katika nchi yao. Kwa hiyo huo ni muhtasari ambao tumeweza kuyaeleza yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu, namna gani masuala ya ukiukwaji wa haki za binadamu yalivyoweza kuchukua nafasi kwa sasa hivi.
tumeona kwamba pamoja na kwamba uchaguzi umepita na uchaguzi umefanyika na kila kitu na dhuluma nyingi imekwenda, utaratibu wa kisheria umepotea kufanyika, na masuala ya kupigwa watu, mawakala na masuala mengine yamefanyika, lakini bado hawajaridhika na yote walioyafanya. Wanaendelea kuwatesa wananchi wasiokuwa na hatia yoyote na kuendelea kuwapiga, kuwanyanyasa na kuendelea na mambo mengine ambayo yako nje na taratibu za kisheria za nchi yetu. Kwa hiyo asante, namkaribisha mwenyekiti azungumze machache. Baada ya maelezo ya katibu wetu hapa wa haki za binadamu na sheria, mimi nitakuwa na mafupi ya kueleza kwamba katika hayo udhalilishaji na maonevu yanatokea, jana mimi na wenzangu tulikamatwa jeshi la polisi, na walipotuona tunatembea na safari zetu, walipotuona wakaja, hakuna salamu alaykum kwa chochote, kwa amri simameni. Sisi wakutia amri ya polisi wakalitaka hasa chini, wakaanza kupiga mabomu ya machozi, tena mengine karibu kabisa. Kuna mmoja alikuwa karibu kabisa mpaka mwenzake akamwambia bwana ondoka. Sababu ilikuwa yule kakusudia kabisa kutoa fedha. Kuna mwingine kaka kule ana machine gun kaelekeza kwetu sisi. Ilikuwa hali mbaya kwa katika sisi. Wao wanapiga mabomu yao mpaka alipokutoka wakaleta gari Defender, wakasema ngeno. Na askari mmoja wawili ni kundi la askari wa polisi, ngeno. Hatukufanya ubishi, tukaingia kama tulivyoambiwa, tukaingia. Sasa gari ilikuwa ndogo, sisi kidogo hatuingiza tukule. Sasa ikawa mimi ndo na lazima niingia. Kuna inspekta mmoja anaitwa Isa nafikiri. Yeye ile chuki yake hakuificha wale watu. Wenzake anamwambia, mzee, kuna gari yake aingie. Tufuatana hata na wewe ingia mwenyewe huko mpaka huko. Sita, lazima ingie huko. Lazima ingie huko. Sikatafuta mwenyewe. Haya katafuta mwenyewe, lazima ingie huko. Lakini huko nafasi hamna tena. Akata gari kubwa lao. Sababu wengine wote wakaamua teremke ikadile. Sasa ile inabaki Defender sasa pando kapanda. Wakachukua mpaka Made. Na kushangaza kwamba watu wanaambua pandeni, wanapanda wanawapiga. Hawakufanya ukaidi lakini wanawapiga. Lakini mbaya zaidi tulipofika pale Made ndio nimeshuhudia unyama wa polisi. Kwamba kila anayeteremka kwenye gari anapigwa kwanza mlangoni, na askari wajipanga anapiga marungu. Pale ni sehemu ya usalama. Polisi ni sehemu ya usalama. Hasa ikiwa huyo mtuhumiwa wako kaja haja resist, hakufanya kila kitu akukubalia, kwa nini wapige? Washaingia wote. Mimi kidogo nimeheshimu kwamba kaka kule wewe mimi na profesa Omar, lakini wengine wakawapiga marungu, wakapiga mtu anapiga kama vile anapiga pweza atakumchemsha, na tuna ushahidi wa kutosha. Mmoja ni mtu aliyeathirika sana, ni Ismail Jusa. Alafu leo nasikia kuna mkuu wa polisi anasema kwamba kaanguka mwenyewe tu, na kule mgongoni kule kaona mgongoni aliathirika. Wanasema kupigwa mtu. Hao wote wote hebu Muhammad sio. Huyu damu hizi damu zimetoka kwenye kipigo hicho. Hicho ni kipigo hicho. Mungu ameshate. Wait. Inshallah. Na wale walio kama Muhammad waonyeshe.
See, this is how they were treated at police station, not outside. At police station. Asante mama. Kuna mwingine? Haya. Hebu tumuone. Vidole viko mguu. Na mguu. Huyu hapa. Onyesha kule kwenye. Onyesha. Kama hili mimi linanifurahisha sana kwamba mtu kafika mikononi mwa sheria katika chumba cha polisi. Polisi ndio wanahudumu. Kila siku nauliza, hizi nguvu za polisi kwa hukumu watu wametoa wapi? Au kazi wao ni kukamata, kama wana kesi wapeleke mahakamani. Mahakama kithibiti wanamtia adhabu yeye, sio polisi. Kwa hivyo nimeshuhudia unyama mkubwa unafanyika polisi. Mpaka leo asubuhi wamekuja vijana pale, sio kwa kesi nyingine. Wametoresha kwenye gari kufika ndani wakawapiga kweli kweli. Marungu. Kuna marungu. Viboko. Kwa hivyo mtu kama juu sasa kaathirika kwenye mguu. Humu ndio kabisa ukiangalia mgongo wake umenyambuka. Umenyambuka. Mgongo wake umenyambuka. Hiyo ndio hali ya serikali SMZ. Hiyo ndio hali anapopokelewa Hussein Mwinyi. Hivyo anapopokelewa Hussein Mwinyi katika nchi. Kwamba yale aliyofanya Sheni anaambiwa naye endeleza basi. Lakini la pili ni kwamba bado yalipo naibu katibu mkuu wetu Nasor Mazrui. Jeshi la polisi walipoulizwa na mwanasheria mkuu na wakili wetu, wamedai wao hawanaye wala hawajui alipo. Lakini tetesi tulizonazo ni kwamba wengine katika hawa, sababu Nasor alikuwa na wenzake, wengine tumeambiwa wamepelekwa katika kambi ya jeshi ya Mwanyanya. Wengine ambao ni wengi sana wako katika chuo cha mafunzo ya Hanyago Mchana. Na huko nasikia kwa wengi sana wamejaa, gereza limejaa. Sasa unashangaa kwamba vipi mkuu wa gereza anaopokea watu bila ya kupata amri ya mahakama. Anayepokelewa gerezani ni mahabusu, tayari mahakama imetoa amri ende rumande, au ni mfungwa. Lakini hao hata mahakamani hawafikishwi, wanapelekwa kwenye gereza na gereza linapokea. Sasa tukisema nchi hii haina sheria, wanachukia. Mbona sheria hazifuatwi, taratibu hazifuatwi? Kwa hivyo nalosema sisi, pote ambapo Nasor Mazrui imemweka, mtoweni kwa tena awe mzima. Nasor Mazrui mtoweni awe mzima, kwa sababu sisi wengine tuna wasiwasi kwamba yuko hai. Hasa tuliposikia hapa wale wauaji wa Kibiti wako Unguja wameletwa. Wale wauaji wa Kibiti wameletwa Unguja. Yumkini kazi ya kumaliza Mazrui wamepewa hawa. Sasa tunataka Mazrui atolewe kama yuko hai, na hata kama maiti mtoweni, mamlaka wamtoe. Na si Mazrui tu, na wenzake wote waliokamatwa kinyume na sheria. Wewe kuna nyumbani kwa mtu saa 8 za usiku kamtoa,
ukamkamata, ukampiga, tena kumpiga vibaya mpaka anatoka madamu, mpaka mtu anapoteza fahamu. Unampiga tu nini? Kama si chuki kitu gani? Wana chuki kabisa. Sasa unashangaje shida polisi kila siku akizungumza sisi hatupendelei chama chochote. Wala hatuonei chama chochote. Mbona sema tuonea? Sisi tunakosa gani tunafanya polisi? Mr. Zero. Sisi Tanzania tunafanya nini polisi? Kwa nini mtuonee kasi hichi? Alafu nakanusha kama si uongo. Hakuna kitu kama hicho. Kwa hivyo tunasema kwamba mtoweni Mazrui, na tunataka jumuiya ya kimataifa ijue mateso ambayo Wazanzibari tunapata. Kwa nini? Sababu moja tu. Kwa nini hatuungi mkono CCM? Basi. Hakuna kosa lingine lolote. Kosa letu kwa nini hatuungi mkono CCM? Tunavyojua kwamba ni hiari ya mtu. Kuunga mkono chama mtu anachotaka ni haki yake ya kikatiba. Hamwezi kulazimisha kwamba lazima sote wa CCM. Kama nataka hivyo, fanyeni kama zamani. Sisi wa zamani tulikuwa sote wa Froshirazi. Hapana chama unalazimishwa sasa. Lazima uwe Froshirazi, una kadi ya Froshirazi. Na lazima uchangie Froshirazi. Basi rudini kule. Rudini kule. Msababishe dunia kama mna vyama vingi. Hamna chochote. Asante. Mpaka sasa tuna idadi ya watu ambao waliokuwa ndani ni 280 Unguja na Pemba, lakini vile vile tuna majeruhi ambao hapungui 100 ambao hao wamepigwa tu, wamekutika katika maeneo wakapigwa, baadaye wengine tumepeleka hospitali ya Rahma, lakini wengine tumewapeleka hospitali ya Kivunge na wengine katika hospitali mbalimbali kwa Unguja na Pemba. Lakini kwa upande ambao watu ambao wamefariki mpaka sasa hivi tuna watu 12. Katika hao 12 tuna watu 9 ambao wako Pemba. Watu 10 Pemba, lakini watu 2 wako Unguja. Katika 2 Unguja, mmoja Mwembe Makumbi na mwingine maeneo ya Nungu. Na tukapokea hivi punde taarifa nyingine amefariki kijana mwingine ambaye anakaa maeneo ya Garagara. Ambaye hivyo amepigwa kichapo na polisi, amepelekwa hospitali ya Mnazi Mmoja, lakini punde hivi sasa tumepokea taarifa kwamba naye amefariki dunia. Kuhusu hilo swala na kwamba ndugu Mwinyi kanyoosha mkono kwa wapinzani baada ya kutokea, baada ya uchaguzi kufuja kiasi hichi ili yeye apite na ikakubali. Watu wamepigwa, watu wameuawa kwa sababu ya apite, halafu ananyoosha mkono kwamba yeye kwa rais, basi yote yamekwisha. Hajapata kumsikia hata siku moja akilani vitendo hivi, hata siku moja hajalani. In fact tunaweza kusema yeye kavibariki. Kwa hivyo yeye ndio waziri wa ulinzi, lakini sitoshe ni kwamba yote yaliyofanywa, uchaguzi kutekwa na majeshi, ukaendeshwa na majeshi na usalama taifa, wakatoa matokeo waliowapika wenyewe, halafu sisi watuambia kanyosha mkono bila kuangalia mambo haya kote yote haya. Sasa kama utakubali au vipi, si uamuzi wangu, ni uamuzi wa chama. Ni uamuzi wa chama. Chama wenyewe watatafakari, wataamua. Lakini hiyo ndio hali, hiyo ni mazingira yenyewe.